Leo tunakwenda kuangalia ugunduzi wa kushangaza, ukweli kuhusu chakula. Ugunduzi wa kushangaza, ukweli kuhusu chakula. Huwezi kukwepa chakula. Kama kuna kitu ambacho mwanadamu anafanya karibia kila siku ni kula. Ijapokuwa uvutaji wa hewa ndiyo namba moja. Kati ya chakula na hewa, tunachokitumia zaidi ni hewa. Lakini kinachofuata ni chakula na maji pamoja. Hivi huwa haviachani sana. Sasa sikiliza. Watu wengi wanauliza, ni kwa nini katika masuala ya kiroho, mikutano ya kidini, ni kwa nini mnapenda kufundisha na masuala ya chakula? Vina uhusiano gani? Sasa naomba usikilize vizuri jibu hili. Kwenye kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana, sura ya 1, fungu la 2. Waraka wa 3 wa Yohana, sura ya 1, fungu la 2, kuna maneno haya: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sikiliza ya maneno, sikiliza vizuri. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Kristo wa neema yote. Naongea na watu na binadamu. Sasa nataka nisikie sauti ya nguvu sasa. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Yote, sio nusu, anakuambia yote. Katika mambo yote hayo akataja mojawapo, na kuwa na afya yako kama vile roho yako inavyofanikiwa. Kuna uhusiano mkubwa wa mafanikio ya roho na mafanikio ya mwili. Hivi vitu huwezi kuvitenganisha. Ndio maana shetani anapenda kushambulia afya, lakini lengo lake ni kushambulia roho yako. Hebu angalia maisha ya Ayubu jinsi alivyokuwa. Alishambuliwa katika mwili wake. Lengo ilikuwa ni kushambulia afya, roho yake. Hata hapa tulipo tunapeleka vitu viwili kwa pamoja. Tunakuhubiria mambo ya kiroho, lakini pia Yesu anakuletea uponyaji wa mwili wako. Huwezi kuvitenganisha. Haleluya. Roho yako ikifanikiwa ni matokeo ya mwili uliofanikiwa. Sikia vizuri hapa. Roho iliyofanikiwa ni matokeo ya mwili uliofanikiwa. Akili yako pamoja na moyo wako ni vitu muhimu sana katika masuala ya kiroho. Akili yako na roho yako ni vitu muhimu sana katika masuala ya kiroho. Ndiyo maana Biblia inasema wewe unatakiwa umheshimu Bwana Mungu wako kwa akili zako ngapi? Na roho yako yote. Amekutenganishia kabisa hivi vitu, usije ukavichanganya. Akili inabeba kutafakari, inabeba kupambanua mambo. Roho inabeba moyo, unabeba hisia. Ndio maana ukiwa na kitu ambacho unakiwaza kizito ili upate majibu, mara nyingi unashika kichwa. Ukikosea mara nyingi unashika kichwa, unagonga kichwa, maana umekosea mahali. Lakini ukiwa na uchungu unashika moyo. Kwa hiyo viko tofauti kabisa, huwezi kuvitenganisha. Na kwa kuwa shetani anajua ya kwamba mtu akiathirika mwili kuna uwezekano mkubwa wa kuathirika roho, ndio maana akaleta mashambulizi ya mwili kwa njia ya vyakula. Na kupa mfano, matumizi ya madawa kulevya. Utafiti umeonyesha hivi: asilimia kubwa ya watumiaji wa madawa kulevya, mara baada ya kuanza zoezi la matumizi ya madawa kulevya, wengi wao wanapagawa na pepo wachafu. Asilimia ndogo wanaanza kupagawa na pepo ndipo watumie madawa. Lakini wengi wanapoanza kutumia madawa, mlango wa pepo umeanza kufunguka, pepo wachafu. Bangi ni mojawapo ya madawa hatari
ambayo yanaharibu uwezo wa mtu wa kufikiri. Mirungi, labda huku haipo mirungi huku, ni kati ya madawa ya kulevya hatari sana, na wengi wanapenda kutumia madereva ili asilale usingizi. Lakini hatari, inaathiri kabisa uwezo wako wa kufikiri, uwezo wako wa maamuzi. Hata hivyo, mkichunguza ajali nyingi ambazo tumezipata, ukichunguza kabisa, ni matokeo ya akili ambayo haiko sawa. Katika vitu vyote kwenye maisha yangu unaweza ukavichezea nikakuacha, lakini kuna vitu vifuatavyo sitaki uvichezee. Namba moja kabisa ni ubongo wangu. Yaani kigundua kitu kinaleta athari kwenye ubongo wangu, sina habari nacho, lazima nikiache. Maana ubongo ni center ya kila kitu. Hata Roho Mtakatifu akihitaji kuongea, anaongea nawe kupitia ubongo wako. Shetani naye anatafuta ubongo wako. Ndio maana television zimejaa mambo ambayo yanaathiri ubongo wako. Vyakula tunavyokula vinaathiri mwili wako, vinaathiri ubongo wako. Kama leo ambavyo nitakuonesha mpango wa Mungu na mipango ya kibinadamu, jinsi ilivyoleta athari katika maisha. Pombe nitaigusia huenda labda kesho zaidi, lakini mojawapo ya vinywaji hatari sana katika afya yako. Leo nitakuonesha baadhi ya vyakula ambavyo havipo katika listi ya madawa ya kulevya. Tunakula kila siku, lakini vinaathiri maisha yetu, vimetuletea matatizo makubwa, lakini ni kwa sababu tulikwenda kinyume na Mungu alivyokuwa amepanga. Shetani ana target afya za watu. Ukiona mtu amekuwa msahaulifu, asilimia kubwa ya usahaulifu ni matokeo ya afya mbovu. Na wengi hapa ni wasahaulifu, ni wagonjwa wa usahaulifu, ila wengine hawajijui kwamba ni wagonjwa. Tuna aina mbili ya magonjwa ambayo tunayasema sana huleta usahaulifu. Kitaalam tunaita dementia, na nyingine ni Alzheimer. Mengi yanapata wazee, lakini ukiwa mdogo unaweza ukajijua mapema ya kwamba ninaelekea kupata Alzheimer au dementia. Taratibu unaweza ukajua. Unasema utajuaje? Namba moja, Alzheimer au dementia, ambayo ni kwa ujumla, nitafute lugha ya kawaida sana, nisiende kitaalamu mno nikakuchanganya. Ni magonjwa ambayo ni ya ubongo, lakini huleta usahaulifu, yanapata wazee. Mara nyingi sana, kama katika ukoo wenu kuna mtu alipata Alzheimer au dementia, lazima itakuja kutokea tena kwa watu wa ukoo, endapo tu mtaiachia. Unasema tunaidhibiti vipi? Namba moja, tunaidhibiti kwa damu ya Yesu Kristo. Maana tumeambiwa sisi tulio ndani ya Kristo Yesu tumewekwa huru dhidi ya laana za kurithi. Haleluya. Namba mbili, tunajiweka huru katika haya kwa kujua ule nini na usile nini. Kwa hiyo nimekuja na maushahidi ya kutosha. Maana baadhi ya vitu ambavyo nitaviongea leo na kesho ni kinyume na jinsi ulivyokuwa umezoea na imani yako. Ndio maana ili somo nimeligawa mara mbili. Sikiliza sasa. Wakati unapoenda kununua gari au simu au kifaa chochote, tuongelee simu, ndio kitu rahisi kwetu. Naamini karibia watu wote walioko hapa wana simu. Unapoenda kununua simu, katika ile simu yako, cha kwanza ukifungua lile box, ni kitu gani unachokiona? Cha kwanza. Wengine hata hawajui. Kitu gani cha kwanza unachokiona? Kristo wa neema yote. Au mnanunua simu zilizotumiwa na watu mikononi mwao? Na niwape tahadhari, ni hatari kununua simu mkononi mwa mtu. Unaweza ukafungwa, maana hujui ilitumika kwa matukio gani. Sasa nisikilizeni, maana wengi huwa hili swali wanashindwa kulijibu. Sio ninyi tu. Ukifungua box la simu, ukifungua box la TV, ukifungua box la friji, ukifungua box la redio, cha kwanza unachokutana nacho ni kitabu cha maelekezo. Lakini watu wengi hawana muda wa kukisoma, maana wana hamu na simu. Hawalali. Anawaza kabisa simu yake mpya. Kile kitabu kimeandikwa manyo. Manyo ni nini? Manyo ni mkusanyiko wa maneno mawili yakatengeneza neno moja. Manyo ni maana yake ni maker's mind.
ni wazo la mtengenezaji. Kwa mtengenezaji aliyetengeneza anakuambia kifaa hiki kina uwezo wa kufanya kazi ABCD, na vile ambavyo hutumia betri atakwambia inatumia betri ya aina hii. Ukijaribu betri nyingine na ukavuruga hicho kifaa, mtengenezaji anakuambia huna warranty, huwezi kutengenezewa tena kwa sababu umekiuka mwenyewe. Kwa lugha nyingine, mtengenezaji atakuelekeza ya kwamba ufanye tena. Anakuambia mtengenezaji kwenye kitabu kile ya kwamba ikitokea kifaa hiki kimeharibika, kipeleke kwa mtu aliyeruhusiwa kutengeneza na anapewa ruhusa na kampuni. Kama ni Samsung, kuna Samsung dealers. Kama ni iPhone, kuna watu wa Apple. Ukipeleka kwa fundi mwingine akaharibu, wanakuambia hatuhusiki. Vivyo hivyo na magari. Watu wengi sana wanaomiliki magari hawasomi manyo. Maana katika manyo ya magari inakwambia ni oil aina gani ya injini inaifaa gari yako, ni hydraulic aina gani inafaa gari yako, ni petroli tena ya aina gani ambayo inafaa gari yako. Lakini watu wanajua kuendesha na wanaondoka. Kwa usishangae kuna siku mwingine anaweza tu akawaza, haya mafuta ninayoweka oil kwenye injini na mafuta ya kula ninayokula si yako sawa tu. Ukizingatia sasa awe ni mpare anayebana matumizi. Mwisho anaamua kuchukua mafuta ya alizeti aweke pale, maana yote ni sawa. Utaharibu gari. Sikiliza. Mungu aliyetuumba ndiye anayetuambia hii miili yetu anataka tuiendeshe vipi. Na tunapoharibu utaratibu wa Mungu katika kuendesha miili yetu, athari itakayofuata ni nini? Ni mwili utakuwa na shida. Na ukitaka uwe salama kiukweli, hili najua wengi hawatalipenda, lakini niliseme tu, ukitaka kiukweli urejee katika afya nzuri, ni kumpelekea mtengenezaji au aliyeruhusiwa na mtengenezaji kutengeneza mwili. Hujawahi kusikia mtu amepata shida alafu wanasema hii ni athari ya madawa aliyopewa hospitali? Amepona au ameongezewa shida? Hapo tutaenda vizuri, tutaelewana mbele ya safari. Hata ufanyeje, cha msingi ni kumuuliza Mungu, nile nini? Nile matunda ya aina gani? Nile chakula cha aina gani? Hata kama ni nyama, nile nyama ya aina gani? Ninywe maziwa ya aina gani? Mungu ndiye ambaye anajua, maana ndiye ametengeneza huu mwili. Hata ya matunda ni Mungu ndiye anayejua. Matunda yoyote aliyotengenezwa na Mungu ni matunda mazuri, lakini matunda yoyote yaliyotengenezwa na watu yana athari. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 29 mpaka la 30, sikiliza maneno haya. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kuna maneno natamani uyazingatie, maana hapo baadaye nitayaelezea na mchezo wa sasa hivi ulivyochezwa. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti, zingatia, na kila kitu gani? Mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Ndio hapa tukifika, marafiki zangu Rastafarian wanakuambia bangi ni mche unaotoa mbegu. Mnatuambiaje tusitumie? Habari ya jioni. Ni marafiki zangu sada. Kuna rasta wa aina mbili, usije ukachanganya. Kuna rasta ambao wana dreads lakini hawavuti bangi, usije ukachanganya haya mambo. Kuna rasta ambao wanaamini katika dini ya Rastafarian, ambao kwao bangi ni kitu cha ibada, inatumika kwenye ibada. Kwa usije ukachanganya. Ibada ili ianze lazima wapitishe bangi kwanza. Nipungie mkono kama unanielewa.
Vijana ndio watanielewa zaidi hii lugha, wazee mnaweza msinielewe. Wakina mzee Mkama. kuna mwanamuziki maarufu sana nchini Marekani, alikuwa anaitwa Snoop Dogg. Vijana mpo? Si mnaelewa ninachokiongea eh? Baadaye alikuja kubadilisha jina, akajiita Snoop Lion. Hataki tena kuitwa Snoop Dogg, mbwa hataki. Akajiita Snoop Lion. Sasa kwa nini alibadilisha jina? Alienda Jamaica ili kuingia katika dini ya Rastafarian. Na niliangalia video yake, alinitumia Pastor Singo, maana anajua hawa jamani marafiki zangu sana. Yaani popote nikifika nikisikia kuna Rastafarian mahali, lazima niwatembelee. Ni jamaa zangu sana. Hasa akaniambia ona walichokuwa wanafanya. Walipofika wakati wa ubatizo wa Snoop Dogg, kutoka Snoop Dogg kuja Snoop Lion, wazee wenye rasta ambao zinaburutika mpaka hapo chini kabisa wakapitisha bangi. Kwa hiyo wanapiga pale, nyimbo zinaimbwa na ngoma zinapigwa, wanamtukuza Mungu. Ndipo Robert Nesta Marley aliulizwa siku moja swali, wewe huoni serikali inakataza usitumie bangi, upo kinyume na sheria? Anasema sheria zote duniani ni mbovu. Anaambiwa kwa nini? Anasema sheria ambazo za kufuata ni za Mungu tu. Sasa itikia amina, ila usubirie sheria zipi za Mungu. Akaulizwa, kwa hiyo kwenye bangi ni sheria ipi ya Mungu unayofuata? Anasema ipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 29. Mungu amesema kila mche utoao mbegu. Hasa watu tukifika hapo, watu wananiuliza, mchungaji, kama hili fungu ni sawa, Mungu aliumba bangi kwa sababu gani? Na mimi nakujibu leo. Ukisikia heroin, ukisikia cocaine, hayo madawa kulevya yote unayoyasikia, si kwamba yalitengenezwa kwa lengo la madawa kulevya. Yako hospitalini mpaka sasa, yanatumika kwa matibabu. Lakini hawa watu ndio wanachukua na kuyatumia vibaya. Ndio maana katika udaktari, wanataaluma wa daktari, psychiatric na wana saikolojia wa ushauri na sawa, wanasema hicho kitendo tunakiita drug abuse, matumizi mabaya ya madawa. Kwa sababu huwezi kujua ya kwamba huenda bangi Mungu aliiumba ili itumike kuua wadudu wa mimea. Wewe ukaiweka wapi? Mwilini. Asa ukiweka mwilini, lazima dishi liumbe. Unajua wale jamaa maikoona, unajua wakati nasoma haka kakozi ka drug abuse, wanaeleza kila aina ya dawa na jinsi ni kitu gani inafanya kwenye mwili. Tuvuja kwenye bangi wanasema inabadilisha mfumo wa mtu jinsi anavyoona mambo. Ndio maana mwingine kama akinuia kulima, atalima sana, na maana hachoki. Ile taarifa kwamba umechoka haiendi. Mwingine akivuta bangi anakula sana, maana taarifa kwamba umeshiba haiendi. Lakini mwingine wakati anapotembea anaona kama vile dunia yote ni sponge, kwa hiyo ananesa. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu anaposema kwamba nimewapatia mti, kila mti ambao matunda yake yana mbegu, si kwamba ni kula tu, lakini ni kwa matumizi yetu. Lazima tujue hiki kitumike kwa kitu gani. Lazima uelewe hilo. Kila kitu kiweke katika eneo lake. Anasema na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Biblia inasema ikawa hivyo. Kilichonishangaza ni hiki: kabla Mungu hajaumba mtu, alimuumbia chakula kwanza. Nimeshangaa sana. Mtu ameumbwa siku ya 6, lakini chakula kimeumbwa siku ya 3. Na ilinishangaza, Mungu baada ya kuumba mimea siku ya 3, siku iliyofuata Mungu akatengeneza mwanga ili mmea utengeneze chakula. Haleluya. Leo nitaongelea habari ya mimea, kesho nitaongelea habari ya nyama. Zipi zinafaa kuliwa na zipi hazifai kuliwa.
Maana nikigusa tu hapo atanasema anatukata tusile nyama. Sijasema hivyo. Mimi mwenyewe nakula. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Ila nitakuelekeza ipi ule na ipi usile. Sasa sikia, Mwanzo 1:31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kila kitu alichokitengeneza Mungu ni kizuri. Nitamnukuu dokta mmoja hapa baadaye, anaitwa Dr. Mark Hyman. Dr. Mark Hyman namheshimu sana. Ni kati ya madaktari ambao walimtibu Rais Bill Clinton. Mark Hyman aliulizwa swali hili, ni chakula gani kinafaa kuliwa? Alijibu kwa urahisi kweli kweli mpaka nilicheka. Anasema sifa ya kwanza ya chakula ambacho unaweza kula ni hiki: ni chochote ambacho babu yako akifufuka leo akikiona atakitambua ni chakula. Sijui mnaanza kuelewa kidogo Yaani kwa lugha rahisi, vyovyote vilivyokuja vigeni ni hatari kwa afya yako. Namba 2, anasema ni chochote ambacho kimebaki katika uasilia wake. Utaona hapa nitakavyo dadavua hapo baadaye. Na akina mama mnisikilize, maana leo nitawagusa sana mahali penu. Sikiliza. Mwanzo 1:11 hadi 13 anasema, nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake. Lakini leo wametuletea matunda ambayo ukipasua ndani hakuna nini? Hakuna mbegu. Umeona mkanganyo unaanza tayari hapo. Mungu aliainisha, yani Mungu akiweka kitu kwa mkazo ni kwa sababu anajua kuna vingine vitakuja baadaye. Mungu anakazia kabisa, anasema ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema hivi vitu katika mfumo wake. Mungu akasema hivi viko sawa. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 3. Sasa kwa nini leo kumekuwa na mkanganyiko katika masuala ya kula? Nisikilize. Kuna kitu tunakiita GMO. GMO nimejaribu kuitafutia lugha ya Kiswahili kizuri. Ni vyakula au mimea iliyorekebishwa mfumo wake wa uzazi wa asili. Sasa kuna bwana mmoja hapa, nilimwambia siku nitakapofundisha hili somo nitamuita, sijui yuko wapi leo, na bahati mbaya sikumwandaa. Alo, kama huko mahala fulani unaweza kunyosha mkono wako. Hayupo. Kwa bahati mbaya hayupo. Lakini nisikilize. Wakati namsifia Rais Putin hapa juzi, wiki iliyopita nadhani, nilisema hivi, mojawapo ya sababu inayofanya nimpende Putin, ana madhaifu yake kama wanadamu mwingine yote. Hakuna binadamu mkamilifu. Lakini katika vitu vilivyofanya nimpende Putin ni kitendo cha kuungana katika jumuiya ya Ulaya na kuzuia kabisa vyakula au mimea ya GMO. GMO ni genetically modified food or organisms. Vimebadilishwa asili yake, na wanakupa sababu ya kubadilisha asili yake. Hata Tanzania tunavyo. Mtanisikiliza tu vizuri. Tanzania pia tunavyo. Wanasema tunavirekebisha asili yake ili viweze kustahimili mazingira. Kwa mfano, kilomita chache kutoka Dodoma, mji wetu mkuu, kuna shamba la GMO ambalo liko hapo la mahindi. Wanasema wanajaribu kutengeneza mahindi ambayo yanastahimili hali ya ukame. Ndio lengo kubwa. Lakini pia wanakuambia tunahitaji tengeneze mimea au mazao ambayo yatazaa kwa wingi na kwa haraka. Wanakupa sababu nzuri sana. Ndio maana ukiangalia baadhi ya vitu tunavyokula sasa hivi, ukilinganisha na vya miaka ya 80, hata maumbo yako tofauti. Kwa hiyo watakupa sababu nzuri sana. Hasa kwa sababu ninagusa eneo nyeti, na najua ninaangaliwa na watu wengi sana, na najua nagusa biashara za watu. Habari ya jioni. Ilibidi nije na kinga ya kutosha ya kitaaluma. Nami na nukuu tovuti ya WHO, shirika la afya ulimwenguni.
Huyu sio Mbaga anaongea, nina nukuu. Na kwa sababu inabidi ni nukuu katika lugha ya mkoloni, ili mtu asije akasema pale kwenye kutafsiri aliweka maneno yake ili kukubali idea zake, na isoma kwa lugha ya mkoloni na nitafasiri kwa lugha ya taifa. Anasema, anatafsiri GMO ni nini. Anasema genetically modified foods are foods derived from organisms whose genetic material or DNA has been modified in a way that does not occur naturally. Through the introduction of a gene from different organisms, currently available GMO food stem, mostly plants, but in the future, foods derived from GM microorganisms or GM animals are likely to be introduced on the market. Ninatafsiri. Vyakula vilivyotengenezwa kitaalam kwa kurekebisha vinasaba ni aina ya vyakula au viumbe ambavyo vinasaba vyake vimerekebishwa katika mfumo ambao havitokei katika hali yake ya uasili. Kwa hiyo kama ni embe linarekebishwa lisitokee katika hali yake ya uasili, kama ni mahindi yasitokee katika hali yake ya uasili. Na wanakuambia vina faida sana. Hapa katika hii tovuti ya WHO wanasema huko tunakoenda wataanza kutuletea na wanyama waliotengenezwa kwa mfumo huo. Ya unakuwa na ng'ombe ambaye anazaliwa leo na wamemchanganya vizuri ili awe na nyama za kutosha. Huu ni mwezi wa ngapi? 11, 12 Januari. Ikifika Februari mnachinja. Limeshakuwa likubwa, inabidi mlichinje. Wamemodify. Najua nikifika hapa mtu anasema, mchungaji, na kuku wa kisasa je, sio design hiyo? Usidandie bodaboda kwa mbele, itakugonga. Subiria kesho. Subiria kesho, tutakuja hapo. Leo nimesema naongelea mimea tu. Katika tovuti hii anasema most existing genetically modified crops have been developed to improve yield through the introduction of resistance to plant disease or increased tolerance of herbicides. Kwamba wanaamini kwamba, nimeshaielezea mwanzoni kwamba wanaamini kwamba wakirekebisha namna hii, mimea hii ina uwezo wa kustahimili magonjwa mbalimbali. Tutaona baadaye. Namnukuu Dr. Mark Hyman ambaye nimemtaja mwanzoni. Wale ambao wataangalia kwenye television watamuona na sura yake. Yeye anatabasamu siku zote. Huyu bwana amebadilisha hata mimi maisha yangu. Na madokta watatu walionifundisha ambao nawavulia kofia, huyu ni mmoja wapo. Haleluya. Haleluya. Umewahi kufundishwa kitu mpaka unaona kama unaota ndoto? Yeye unashtuka unasema, mbona na mimi nimeshajimaliza tayari? Unavyoniona hapa, nilikuwa nina kilo 68 na urefu wangu huu. Lakini baada ya kufuata hizi kanuni ambazo leo nitakuambia, hivi ninavyoongea na wewe nina kilo 62. Nimeongeza vipointi kidogo tu baada ya kuja Ilula. Na unaweza ukadhani kwamba nimepunguza kwa kufanya mazoezi sana. Ngoja nikupe siri yangu. Mimi nafanya mazoezi dakika 25, ikizidi ni 30, na wakati mwingine nazidiwa na kazi kwa siwezi kufanya mazoezi kila siku. Naweza kujikuta nafanya mazoezi mara 3 hadi 4 kwa wiki. Na nyumbani na mashine za mazoezi, nikiwa huku sijabeba mashine zangu, nafanya mazoezi ambayo hayana haja ya mashine. Pale pale kitandani kwako unafanya mazoezi. Kwa mimi sio mfanya mazoezi sana ili nipungue. Nafanya mazoezi, mimi ni wale wafanya mazoezi wa kawaida. Tunaoita moderate. Kawaida kabisa.
Lakini nilipojua nini kinaniathiri ili uzito uongezeke, nilipofuata hizi kanuni, nawe nitakumegea leo. Ukizifuata hizi, hata ubongo wako unakuwa smart. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana kuna saa nyingine unaweza ukashangani nahubiri na sahau hata kompyuta, kwa sababu somo zima liko hapa. Kompyuta izime isizime, tunasonga mbele. Lakini kabla ya hapo sijajua haya masharti vizuri, na mimi nilikuwa nafanya nani hii Sikiliza, Dr. Mark Hyman kwa nini nampenda? Nikwambie sifa zake kidogo. Kwanza, ni daktari anayeheshimika. Pili, aliwahi kumtibu rais wa Marekani. Kwa hiyo kumtibu rais sio kitu kidogo, tena wa Marekani. Lakini tatu, ni daktari kabisa kitaaluma, na yeye ni mhanga. Yaani alichofundishwa darasani alikifanyia kazi, lakini akawa ni mgonjwa. Akaja kugundua ya kwamba kuna baadhi ya vitu alifundishwa, kumbe vina lengo la kuharibu watu ili biashara ya madawa iongezeke. Mtaviona baadhi yake sasa hivi hapa. Dr. Mark Hyman anasema, aliulizwa swali, je, unasemaje juu ya vyakula vilivyorekebishwa au GMO? Dr. Mark Hyman anajibu, nami nanukuu kwa lugha ya mkoloni, nitafasiri kwa lugha ya taifa. Anasema, I believe that GMOs are bad for the environment. Ninaamini kabisa hivi vyakula au mazao yaliyorekebishwa haya ni hatari kwa mazingira. They are creating super weeds and super pests, leading farmers to use more pesticides and herbicides. Perfect example, Monsanto's Roundup, which has been proven to be carcinogenic, negatively impact farming communities, wildlife, our food and our health because of the toxins they leach into the fields, ground, water and food. Anasema, ninaamini mfumo huu wa kutengeneza mimea katika huo mfumo wa GMO ni hatari kwa mazingira. Kwa nini? Unaongeza kuota kwa majani mabaya na kutumia madawa mengi katika mashamba yetu ili kuua wadudu. Kweli si kweli? Na matumizi ya mbolea za viwandani. Huku hamna hiyo shida. Aha. Sasa kwa haraka sana, kwa nini hao watu wapendi ya maneno yasemwe? Hata hii usije ukashaka kesho kutwa YouTube wametoa hii video. Magonjwa yanapoongezeka, biashara ya madawa inaongezeka. Kwa hiyo ni biashara. Kwa hiyo wenzako wanaendelea kufanikiwa. Lakini nasema inadhuru mpaka maji. Kwa hiyo maji tunayokunywa tayari utakuta yamepata shida. Sikiliza Dr. Mark Hyman anachosema. It's estimated that about 75% of the food in our supermarkets contains genetically modified ingredients. Inakadiriwa kwamba zaidi angalau takriban 75% ya vyakula vilivyoko katika masoko yetu vina vimelea vya mfumo huu wa kutengenezwa vya asili. Kama 75%, nimesema kama 75%, ina maana iliyo nzuri ni 25%. Sikia matokeo yake sasa. Anataja baadhi ya vitu sasa, uvisikilize. Cha kwanza anasema ambacho kimeathiriwa ni ifuatavyo: mahindi. Nimesemaje? Jamani mnisamehe, nimesema. Kitu gani? Cha pili, soya. Si tuite ni maharage aina ya soya, maana nikisema maharage aina ya soya, wengine watafikiri ni yale yenye kijivu. Naongelea soya kama soya. Wanaume naomba mnisikilize hapa. Asilimia nyingi ya soya imeongezwa homoni inaitwa estrogen. Na estrogen ni homoni ya kike.
ndio inayofanya kama wakati mtoto akitengenezwa tumboni, zile siku za kwanza kabisa, kama estrogen ikiwa nyingi, mtoto anakuwa na jinsia ya kike, lakini testosterone ikiwa ni nyingi, mtoto anakuwa na jinsia ya kiume. Kwa kinachopima jinsia ni hormone. Sasa ukipewa estrogen kwa wingi, wewe mwanamume unaanza kutengeneza mfumo na maumbile ya kike. Nimepiga ikulu. Ndio maana wakati huu unakuta kuna tatizo la wanaume ambao wanakuwa na matiti makubwa kama ya kike. Sio misuli, yanakuwa makubwa kabisa, na wao wanatibiwa kwa kubalansisha hormone. Lakini wazee estrogen ikiongezeka, homoni ya kiume inaitwa testosterone inapungua, na ikipungua, mwisho wa kunukuu. Cha tatu ambacho ni kibaya sana, sukari. Nisikiliza, yani kama kuna kitu nakiita sumu ni sukari. Sukari inapunguza kinga zako za mwili. Ndio maana kuna mtu kila wakati anaugua tu, kila wakati anaugua, kila mwezi malaria, ni kuugua tu. Sukari inaleta unene, kwa sababu sukari inapoingia ndani ya mwili wako inabadilika, inakuwa mafuta. Kwa hiyo kama una mpango wa kupunguza uzito lakini bado unatumia sukari, unakunywa soda, unakula vyakula vyenye sukari, unacheza mchezo wa pwagu na pwaguzi. Wanaanza biashara vizuri, wanagombana baadaye. Sukari inaathiri sehemu yako ya ubongo, sehemu ile ambayo inaathiriwa na heroin na cocaine, hiyo inaathiriwa na sukari. Ndio maana kuna ugonjwa tunaoita sugar cravings, yani unajikuta unatamani kitu cha sukari, yani hapa unasikia kabisa angalau ni lambe tu, ni sugar cravings. Sikiliza hapa, sukari inasababisha pia uvimbe, lakini nachokuja ukitaja kaa mkao mzuri, maana kinatisha kidogo, kinatisha, na hiki kinakwenda kinyume na ulivyofundishwa. Naomba unisikilize. Namba 4, ikiwa ni matokeo ya kurekebisha hii mifumo ya chakula, namba 4 ni mafuta ya alizeti. Nilijua hapo nimepiga ikulu, na nitakupa ushahidi wa kutosha kabisa. Watu wanaanza kuuliza, sasa tule nini? Shida yenu ni kudandia bodaboda kwa mbele, hapo tu hapo itawagonga. Niliwaambia kwa sababu nitagusa vitu nyeti, nitanukuu, sitaki kuongea ya kwangu. Ninamnukuu Dr. Joel Kahn. Huyu ni bingwa wa magonjwa ya moyo Marekani, ni kati ya watu wanaoheshimika, naye anaongea kuhusu madhara ya hivi vyakula. Sikiliza maneno yake. Nimeamua kuachana na vyakula hivyo vilivyorekebishwa vinasaba kwa sababu zifuatazo. Namba 1, vina virutubisho pungufu. Mfano, mahindi ya aina hii yana sulfa na potassium na magnesium nusu ukilinganisha na mahindi ya asili. Madini haya ni muhimu sana kwa afya ya moyo na kudhibiti msongo. Kwa hiyo kama mahindi haya yana upungufu hayo madini ambayo ni mazuri kwa moyo wako na kudhibiti msongo, kinyume chake, ndio maana tuna watu wana misongo mingi, hawawezi kudhibiti msongo, maana mwili wake, moyo wake kihisia hauko vizuri. Unatukanwa kidogo, unashinda kutwa nzima umenuna. Mtu tu kule kazini amekwambia lione, hivyo tu unawaza siku nzima, mbona mimi aniambie lione tena? Angalia kabisa, hata yeye akiwa na shida hata mimi nilimsaidia. Angalia sana, niambia lione. Alivyokuambia lione, kuna mahali ulipungua? Hakuna. Lakini kwa nini aniambie hivyo? Yani hata
hata uwezo wako wa kutupa nje misongo unakuwa ni mdogo. Moyo nao hauwi vizuri, kwa hiyo tunapata mshtuko wa moyo, pressure na vitu kama hivyo. Sikiliza sasa, hii naomba ufungue akili yako isikie vizuri. Ninaendelea kumnukuu huyu daktari ambaye nimemsema. Anasema sababu ya pili, nimeamua kuachana na vyakula hivyo kwa sababu panya waliolishwa vyakula hivi walikufa haraka kuliko panya wasiolishwa vyakula hivyo. Kwa lugha nyingine, inapunguza umri wa kuishi. Anasema dokta, 11% ya chakula chenye GMO kwa muda wa miaka 2 walipewa panya hawa. Mwezi wa 17 walikuwa na hatari ya kufa mara 5 au 6 zaidi ya panya wengine. Lakini kilichonitisha hata mimi ni hiki. Anasema majike ya panya hawa yalipata uvimbe katika mfumo wa uzazi na madume yalipata uvimbe katika ini. Wewe dada ambaye umezaliwa mwaka wa 80, 81, uliyezaliwa hiyo miaka 80 kuja huku, wewe wana nafuu kidogo wa miaka ya 70 hapo. Lakini hebu tuanzie 75 kuja hivi, unisikilize. Uliwahi kusikia bibi yako ana fibroids au cyst? Nipungie mkono kama umeanza kuelewa. Hujaelewa? Mnafahamu fibroids? Ni aina fulani ya uvimbe ambao unapatikana katika kizazi. Wanawake wengi sasa hivi unaambiwa ana uvimbe kwenye kizazi akafanyia upasuaji. Na unakuta kuna mwingine anafanyia upasuaji na uvimbe unafanya nini? Unarudi tena. Bibi zako hawakuugua magonjwa haya. Hata nao wakisikia unaugua haya magonjwa na wenyewe wanashangaa, umeyatoa wapi? Jibu umeanza kulipata. Sikiliza dokta anavyoeleza. Anasema, nimeamua kuachana na vyakula hivyo kwa sababu namba 3, vyakula hivi vina virusi ambao hatujawatambua vizuri bado. Yaani hata na sisi, asema hata si wataalamu wanatuchanganya hawa virusi. Ni virusi gani? Ikabidi niendelee kuchimba. Kwa nini? Na kwa sababu kumbuka naongea kitu nyeti kidogo, naomba ninukuu kwa lugha ya mkoloni alafu nitafasiri. Anasema dokta, in order to create GMO foods, new genetic material is inserted into the cell nucleus, often with a virus that turns on the new genetic material. Ili kutengeneza huu mfumo wa GMO katika mmea, anasema kinasaba kinaingizwa ndani katika hii mbegu, katika chembe hii, na mara nyingi huwekwa pamoja na kirusi ili kubadilisha maumbile kiwe kiumbe kingine. Kwa unashangati kuna virusi vimeibuka, kuna virusi hivi, kuna kirusi hiki, unaambia hiki hakina dawa, mwili wako utapambana wenyewe. Hiyo ndio hali halisi. Sikiliza hii. Namba 4. Nimeamua kuachana na vyakula hivyo kwa sababu panya wadogo waliolishwa vyakula hivi walionekana kuwa na chembe nyekundu zilizoharibika. Ila dokta anasema Brazili ni nchi ya 2 kwa ukubwa kwa kuzalisha aina hizi za vyakula. Utafiti huu ulifanyika huko. Anasema haina hakika kwamba tatizo hili laweza kusababisha upungufu wa damu kwa panya na binadamu. Namba 5. Nimeamua kuachana na vyakula hivyo kwa sababu ulaji wa vyakula hivi ulileta ugumba kwa panya. Panya waliolishwa chakula chenye soya ya GMO mwaka wa 2006 huko Urusi, wengi wao walishindwa kuzaliana na wengine wao walizaa vitoto vyenye uzito mdogo. Kizazi chao cha 3 walishindwa kuzaliana kabisa. Mbona mko kama mmemwagiwa maji? Sikiliza,
Mwanzo 1:31 ilisemaje? Mungu akaona kila alichokifanya, na tazama ni chema sana. Mwanadamu ndiye akaamua kurekebisha. Najua kuna mahali nimewaacha mnatamani pagusie kwenye mafuta ya alizeti, si ndio iwe? Najua mmepasubiri sana. Sikia. Nakuja kumnukuu daktari watatu. Mpaka sasa hivi nimenukuu madaktari wangapi? Wawili. Sasa hivi nakwenda daktari wangapi? Watatu. Ili ujue kwamba hii sikuja kitoto hapa. Ilibidi nifanye research ya kutosha. Na masomo yote ninayofundisha hapa ni fresh, ninayaandaa siku hiyo. Sina somo kwamba lipo tu la kesho. Hata la kesho nondo zake naziandaa kesho. Msikilize dokta huyu, naye nimemvulia kofia. Anaitwa Dr. Joseph Hibeln. Huyu ni captain wa Kimarekani lakini daktari. Huyu anahusika katika kitengo cha kuangalia vyakula, na amekuwa akishauri sana wanajeshi wale kitu gani. Naye anasema kutumia mafuta ya alizeti au ya mimea ambayo yana kitu kinachoitwa omega 6 na kupunguza mafuta yenye omega 3 imesababisha mambo yafuatayo. Weka vizuri tu omega 6 na omega 3, nitakuja kudadavua. Anasema namba 1, ambayo ni matokeo ya mafuta ya alizeti hayo, na haya matokeo utayakuta tumeshayapata tayari. Namba 1, magonjwa ya moyo. Na mimi naulizeni, tangu tuanze kutumia mafuta ya alizeti, magonjwa ya moyo yamepungua au yameongezeka? Yameongezeka. Jiulize kama kule tulikotoka ndio pabaya kweli au tumechezewa faulu hapa. Namba 2, ugonjwa wa kisukari. Namba 3, uzito uliopita kiasi. Namba 4, matatizo ya umeng'enyaji wa virutubisho mwilini. Namba 5, vivimbe au uvimbe mbalimbali. Namba 6, uharibifu wa macho na wengine upofu. Unakuta mtu amefika tu umri fulani ambao wazee wake walikuwa wanaweza kusoma, yeye tayari. Nisikilize, ukiona tu unaanza kufanya hivi, jua habari imeharibika. Ni mbili tu, ni hivi au sasa. Ukimtazama huyu anayevuta hivi na umri wake havipelekani. Sasa imekuwaje? Nakwambia tu ni shida tu imenipata na mimi. Namba 7, magonjwa ya pumu ikiwemo na allergy mbalimbali. Namba 8, saratani au kansa. Namba 9, magonjwa katika mfumo wa kinga. Sasa kabla sijakwambia utumie nini, naomba usikie hii kidogo. Tofauti kati ya omega 6 na omega 3 ni nini? Naomba Roho Mtakatifu anisaidie nitumie lugha nzuri ambayo utaielewa. Na kama ukiona hujanielewa, na kuruhusu upige kelele useme sijakuelewa, nitarudia. Kuna aina fulani ya mafuta asidi tunaita fatty acid, ambayo ndani ya miili yetu yakiingia yanatusaidia mambo kadhaa. Yako mengi, kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kuendelea, lakini hapa naongelea 6 na 3. 6, hii omega 6 ina kazi gani? Yenyewe inapoingia kwenye mwili wako inasaidia mwili wako kuvimba ili ujikinge na matatizo. Kama yapi? Ndiyo maana ukipigwa ngumi nzuri iliyoshiba kwenye shavu unavimba baada ya hapo. Au ukichapwa viboko kunakuwa na ile mistari ya viboko, si ndio hivyo Au ukiumia mahali panafanya nini? Panavimba. Hiyo ni kazi ya omega 6. Kwa nini pavimbe? Mwili unajikinga ili madhara yasiendelee. Kwa hiyo unajifutua pale kwamba kama kuna madhara yoyote yabaki hapa. Kama kuna bakteria wabaki hapa, wasiende sehemu nyingine. Kwa hiyo omega 6 ina kazi yake nzuri. Lakini ikizidi sasa inavimba hata pale ambapo hapatakiwi kuvimba.
Ndio maana unakuwa na uvimbe katika ubongo, kuna mwingine anakuwa na uvimbe katika tumbo. Kila watu na aina mbalimbali za uvimbe. Sasa mimi ilinikuta, mimi ni mhanga, nilipata uvimbe kichwani, na kila wakati ulikuwa unaendelea kukua, unakuwa. Na kuna vitu vingine ndugu yangu havitaki maombi, vinataka uchukue hatua. Habari ya kwako. Niliomba, nikaomba. Kila nikienda saluni wakininyoa, wanaambia mbona hapa pamevimba hapa? Namwambia Yesu, sitaki waone palipovimba. Wapofushe macho Baba, kesho wanaona. Sasa wakati huo sasa ndipo nikaanza kusoma na hawa waheshimiwa niliokuambia hawa. Nikamsoma Dr. Mark Hyman, nikasoma kozi moja na Dr. Daniel Amen, nikasoma Dr. Joseph Mekola. Nikaanza kushangaa, wanaeleza kitu ambacho kweli nimekipata. Na wakasema watu wengi huwa wanafanyiwa operation kutolewa vivimbe hivyo. Rafiki yangu mmoja daktari akaniambia, usiwe na wasiwasi, njoo tu. Akakigusa akaniambia, hiki unakuja tunakuchana hapo, tunatoa tu, wala haina shida. Nikamwambia, kinaitwaje hiki? Akaniambia, viko vya aina nyingi, lakini hiki cha kwako ni lipoma. Sasa njoo tukitoe. Nilipoanza kusoma na waheshimiwa, nikabalansisha chakula, nikapunguza omega 6 kabisa, nikaongeza vitamini C katika mwili wangu kwa kutumia machungwa, malimao. Nikatumia malimao kwa bidii sana. Nikaanza kufanya mazoezi, nikaanza kuacha sukari, sio kupunguza sukari, nikaacha kabisa. Nikaanza kupunguza carbohydrates kabisa. Nikaanza kutumia mafuta mazuri ambayo nitawatajieni hapa. Lipoma ikaisha automatic bila operation. Haleluya. Hata hivi ninavyoongea, nina mmoja na nitazama kutoka Malaysia. Tulifahamiana tu kwenye Instagram. Juzi tu akaambiwa anacyst. Yuko kule anasoma, ni Mtanzania. Akanisimulia, wanasema nifanyia operation. Nikamwambia, sikiliza, siingilii masuala ya madaktari, ila mimi nakuelekeza lishe, utakula ni wala hununui dawa. Kula tu chakula hiki. Baada ya muda jipime mwenyewe. Ukiamua ufanye operation ni juu yako mwenyewe. Nikamwelekeza vyakula tunavyoviita anti-inflammatory foods, vyakula vinavyopingana na uvimbe. Nikampa listi, tumia hiki, tumia mafuta haya, acha haya. Baada ya wiki chache tu aniambia maumivu yameanza kushuka. Hapo inataka maombi hapo. Unaweza ukaomba na ukakemea mpaka kesho. Mungu anakuambia hata ufanyeje mpaka Akani atolewe hapa, ndipo utashinda vita. Unaweza ukasema, je, ina maana alizeti ni mbaya kabisa? La hasha. Tunahitaji omega 6. Lakini shida iliyokuja ni hii. Badala ya kula alizeti kama mbegu, si mnakumbuka Biblia imesema mbegu, badala ya kula kama mbegu tumekuja kuikamua kama mafuta. Kwa hiyo aliyetafuna alizeti na aliyemeza kijiko kimoja cha mafuta, aliyemeza mafuta ametumia alizeti nyingi kuliko aliyetafuna. Hiyo inataka upate PhD ndipo uelewe. Yaani hii akili ya kawaida ya ugali na sukuma wiki tu unaelewa. Ili uweze kupata debe moja la alizeti ni mpaka ukamue magunia mangapi? Ni gunia moja? Gunia moja. Lakini ukachukua ile alizeti kama ilivyo, ukatengeneza vizuri unga wake, ukapikia, ni tofauti na mtu aliyetumia mafuta. Ndio maana daktari anasema tumeongeza sana omega 6. Sasa utaikuta kwenye mikate, utakuta kwenye chapati, utakuta kwenye mboga. Asubuhi ndio umekula, mchana ndio umekula, na jioni umekula. Kwa nini usiwe na uvimbe na uzazi ugome? Mafuta mazuri ni yapi? Namba 1, mafuta ya mizeituni. Utakuta kwenye Biblia yametajwa kabisa. Hayo ndio namba 1, lakini ni ghali kuyapata. Hata mimi natembea na ya kwangu kila nikienda kwenye mikutano na kichupa changu.
Mimi natumia hata kwenye kupaka pia. Nikiamua kupaka kichwani natumia hayo pia. Ni mazuri. Ila tu yawe yaliyokamuliwa katika mfumo wa ubaridi, sio yaliyochoma moto. Namba 2, mafuta ya nazi au nazi yenyewe ndio chakula bora. Namba 3, parachichi linakupatia mafuta mazuri kabisa. Tena parachichi na nazi ni kati ya vitu vinavyotumika kusaidia watu wenye shida ya kupoteza kumbukumbu. Kula parachichi kwa bidii. Sasa hapa sijajua kwa huku Iringa na Mbeya, lakini watu wa Kilimanjaro wanajua kitu kinachoitwa makweme. Sijajua kama Iringa yapo na Mbeya sijajua. Yapo Iringa yapo? Hayapo? Hamna. Huenda Mbeya yapo labda. Lakini ni aina fulani ya mti ambao unakuwa unatanda kwenye mti. Kama kuna mti mwingine inatanda, alafu inazaa tunda kubwa. Ndani yake kunakuwa na matunda mengi. Yale ndiyo likidondoka zile mbegu zake zinatoka, ndiyo tunachanganyia pia kutengenezea kiungio cha chakula. Yana omega 3 nyingi. Omega 3 yenyewe inakwenda kinyume na vivimbe, inatoa vivimbe. Inasaidia damu itembee vizuri katika ubongo wako. Ndio maana watoto wa Kihindi, hasa Wahindi wengi sana, wale ambao sio wale wa Budha ambao hawali nyama, wanawapa watoto wao mafuta ya samaki sana, maana yana omega 3. Kwa ni nzuri sana omega 3 kwako. Karanga kwa kiasi ni chakula kizuri. Kuna aina fulani ya tunda linaitwa macadamia. Kwa hapa kwetu sijawahi kuliona. Niliwahi kuliona katika supermarket ya Mlimani City, lakini nao pia wanasema wamepata kutoka Kenya. Ina mafuta mazuri sana. Kuna almond ni nzuri sana. Katika mikutano hii nilitarajia kuwa na Dr. Boaz Mkumbo. Kwa bahati mbaya mawasiliano hayakuwa mazuri, angekuepo hapa mngemsikia. Ni daktari kijana mdogo sana wa Kitanzania. Ameandika vitabu 2 vya kusaidia watu kudhibiti matatizo haya. Na hiki ninachokifundisha na yeye anakifundisha pia. Ameandika vitabu 2. Kimoja kinaitwa Kitambi cha Wanga. Kingine kinaitwa Sayansi ya Mapishi. Nadhani toleo lake la 2. Ametoa kingine anakiita Nuru ya Kisukari. Anakuambia namna ya kuachana na kisukari kabisa. Haleluya. Yeye kwa sasa hivi anafanya kazi nzuri sana ambayo nimeipenda. Alianza kuuza mafuta ya nazi, baadaye akaacha. Maana kuna Watanzania wengi wanatengeneza mafuta ya nazi ya kula. Akasema ngoja niwaachie hao. Sasa hivi anatengeneza unga wa almond. Na sasa hivi pia anatengeneza unga wa mbegu za maboga, ambao ni kati ya vyakula vizuri sana. Haleluya. 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 Kesho tutagusa sehemu ya 2 ya somo hili. Lakini ulimwengu umeingizwa kwenye shida kubwa. Kabla hatujaomba niseme hili. Kama matokeo ya omega 6 kuwa nyingi katika mwili wako, mishipa yako ya damu imevimba, kwa hiyo umekuwa na pressure, mwisho unaanza kutumia dawa, na zile dawa unatumia siku zote za maisha yako. Kiukweli kazi ya zile dawa ni kufanya damu iwe nyembamba ili ipenye kwa urahisi. Majibu yangekuwa hivi: tule chakula gani ili mishipa yetu irudi kwenye hali ya kawaida? Hilo ndio ingekuwa solution. Lakini kama matokeo ya kutumia sukari, soda na nafaka zilizokobolewa mbaya za GMO kama hizo, homoni yako inayotengeneza vizuri mfumo wa lehemu imeharibika. Hivyo unajikuta una lehemu nyingi. Vyakula ambavyo uliambiwa vinaongeza lehemu, kiukweli sio adui yako. Adui yako ni homoni iliyoharibika. Kwa haiwezi tena kutengeneza. Kama vile vyakula ingekuwa ni vibaya, basi mpaka watoto wadogo wanaotumia wangepata pressure. Kwa nini uharibikiwe sasa hivi? Ni kwa sababu mfumo wako umeharibika.
turudi katika mfumo wa Mungu wa vyakula vya asili. Haleluya. Wakati nimekuja hapa, Mama Marwa na timu yake, siku moja nikawaita pale, ndio wapishi wanaotupikia. Nikamwambia, hebu kaeni hapa. Na mzee, yule mzee wangu sijui yuko wapi, alibaki hoi kabisa. Nilipomwambia vyakula ninavyokula, yule mzee akasema, pastor, mtu akikuona pale mbele, akikuona kwenye matelevision, anafikiri we ni mtu wa machapati, mindazi, michipsi. Nilimwambia, mimi nakula chakula ambacho bibi mzee wa Ilula na babu mzee wa Ilula anakula. Kama vipi? Viazi vitamu. Tuko sawa maparachichi. Kama nikiamua kula ugali na nakula ugali, lakini wadona, mamboga mboga. Yaani kile kitu ambacho bibi mzee na babu mzee wa Ilula akiletewa meza sema hiki nakitambua. Ila ukimletea chips sasa, hiki ndio kitu gani? Sigusi. Naomba tusimame. Sogea hapa mbele. Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa bei na uiwa naye, dhambi ilitiawa, Naomba ufumbe macho tunapoomba sasa. Baba yetu Mungu mtakatifu, watumishi wako wameshikilia maboksi haya yenye maandishi ya changamoto za watoto wako. Maandishi haya walioandika, hizo karatasi hazina muujiza wowote. Hizo karatasi wala sio style fulani hivi ya miujiza. Hizo karatasi ni ishara ya moyo. Ina maana walichokiandika ndio kile ambacho kipo kwenye mioyo yao. Wameandika tu ishara kuonesha ya kwamba wanaleta haya kwako. Baba, tunakusihi wewe unayejua kusoma mioyo, ukamjibu kila mmoja sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Ukamponye kila mmoja sawa sawa na wingi wa neema yako. Ukamguse kila aliyefika hapa. Tunaleta ombi rasmi kwa ajili ya wale wote ambao hawawezi, waliowekewa mikono na watoto wako, wakapokee kufunguliwa sasa. Hiyo mikono ikaunganishwe na mkono wako usioonekana kwa macho ya kibinadamu, ili nguvu yako ya moto ikapenye mpaka ndani, kwa kuwa tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana.